Kwa majina naitwa Abraham Biamungu, ni afisa uwekezaji mwandamizi kutoka shirika la Umoja wa Mataifa la maendeleo ya mitaji UNCDF, yani United Nations Capital Development Fund. Tulikuwa na kongamano la nishati safi ya kupikia hapa Arusha. Tulikuwa na wenzetu kutoka kwanza wenyeji Tanzania, pia Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi na Malawi. Kwa hiyo moja ya vitu tumeona tuje hapa Arusha Technical College kuona ni jinsi gani ambavyo Arusha Technical College mnahusika katika kutengeneza vifaa, lakini katika kutengeneza majiko ya nishati safi ya kupikia. Lakini pia Arusha kama taasisi ya serikali ambayo ina watu wengi, tulitaka tujue nishati ambayo mnatumia katika kupikia. Tumefurahi sana mapokezi yenu na tumefurahi sana kuona kwamba elimu mnayoitoa haishii tu kwenye makaratasi, lakini pia mnafanya kwa vitendo. Tumefurahia majiko yenu ya nishati safi ya kupikia, majiko ya mkaa mbadala, majiko ya gesi, lakini majiko pia hata ya biogas pamoja na natural gas. Kwa hiyo tumefurahi sana, lakini pia na wenyeji Tanzania pamoja na wageni wamepata mengi ya kujifunza kutoka kwenu. Kwa hiyo sisi kama wadau wa nishati safi ya kupikia tumeona shughuli zenu na tunatamani basi baada ya kujionea tuone namna gani naweza tukashirikiana na Arusha Technical College. Kwa jina naitwa Lucy Petro, mfanyakazi wa chuo cha ufundi Arusha. Tulipata mwaliko kutoka katika shirika lisilo la kiserikali ambalo linaitwa United Development Capital Fund, kwa in short wanaita UNSDF. Mwaliko huu walitualika ambao ulikuwa unahusu mambo ya clean energy ambao ulianza tarehe 6 mpaka tarehe 8 katika hoteli ya Mount Meru Arusha. Na kwenye mkutano huu hasa lengo lilikuwa ni kwa ajili ya kuja kudiscuss namna gani ambapo tunaweza kuwafanya Watanzania waweze kuadapt kutoka kwenye insufficient energy kwenda kwenye clean energy. Kwa hiyo katika ile discussion ilikuwa tuna discuss strategic ya policy ya serikali kuhusu nishati safi na pia na namna gani ya kuweza kusaidia watu walioko maeneo ya vijijini waweze kuadapt, waache kutumia kuni, waache kutumia mkaa. Ilionekana kwamba tuweze kuweza kuadapt hii kitu inatakiwa kwanza kuna ile message kutoka katika kwa Mr. mmoja Muro ambaye anatoka UNCDF alisema kwamba ili watu waweze kuadapt inabidi kwanza tuwakataze kutumia kuni na zile kuni tuuze bei ya juu zaidi pamoja na mkaa ili mtu aweze kushindwa kutumia hivyo vitu halafu ambazo vinavyohusiana na clean energy aweze kununua. Na kweli tuliona ile alivyoongelea hiyo kweli na sense kweli, bila kufanya vile hatutaweza kufika kwa sababu wanaona watu kuni ni free utaweza kutumia. Na kingine kilichoongelewa tulisema miundombinu itengenezwe ili kusudi ile distribution ya energy au mitungi ya gesi waweze kuwafikia watu wa vijijini ambapo iwe rahisi zaidi, kwa sababu unaweza kukuta kuna vijiji ambavyo viko interior zaidi, mtu hawezi kufika kwenye eneo lile wala kusupply gesi. Kwa hiyo walisema miundombinu na yenyewe irekebishwe na pia sekta binafsi ziweze kusaidia serikali na zenyewe kudistribute gesi ziweze kushirikiana hasa kwenye hii kampeni ya clean energy. Leo tumepokea wageni chuo cha ufundi Arusha ambapo wametoka katika nchi mbalimbali, wametoka Zimbabwe, wametoka Rwanda, wametoka Kenya, wametoka Uganda na Burundi na wazao wa Tanzania. Wamekuja kuangalia majiko improved cook stove ambazo zitatengenezwa katika chuo cha ufundi Arusha, ambapo wameona majiko aina mbalimbali ambayo ni majiko ya domestic na majiko ya biashara. Haya majiko wameyaona yanatumia resource mbalimbali, yanatumia briquette, yanatumia carbonized briquette, yanatumia gesi na pia mengine wameona ya mashule yanatumia biogas na yanatumia sawdust briquettes. Na kweli wameenjoy, wamefurahia sana baada ya kuona hizi teknolojia ambazo tunaweza tukaproduce sisi wenyewe wazao wa Tanzania. Kwa hiyo wanashukuru sana chuo cha ufundi Arusha kwa kutengeneza product hizi pamoja na kuwajenga wanafunzi waweze kujitegemea, waweze kutengeneza product ambazo zinaweza kusaidia jamii. Matarajio yetu tunategemea kuwa wanafunzi kwa impact elimu zaidi waweze kujitegemea na kuisaidia jamii ili tuweze kumove kutoka katika nishati sio safi tuende kwenye nishati hiyo safi.